hapa kitu kilichotokea siku ya jana, ndipo tunataka tujue sasa. Watu wa mpira tunajifunza kupitia hapa, tunaanza kuona kabisa kwamba nani anajua mpira. Yaani mimi binafsi nimepata kugundua wachambuzi tulionao ni watu wa aina gani. Yaani nimepata kujidhihirishia kwamba kuna watu kwenye mpira wetu hawajui kabisa mambo ya mpira. Yaani kwa kilichotokea jana na kwa kanuni ambavyo jinsi ilivyo wazi kabisa, inaonyesha kabisa nini kilipaswa kufanyika kwa wakati ule. Mimi ninachotaka kujiuliza na maswali ya watu wengi ambao wanajiuliza, sababu ya mechi ya jana kuhairishwa na ni nani aliyehairisha? Hapo nataka tujaribu kuangalia kiundani. Nani amehairisha ile mechi? Nataka niwaambie, sisi wote ni washabiki wa timu zetu. Lakini inapofika wakati wa ukweli, tuachane na mambo ya ushabiki, lazima tuangalie mpira wetu unapokwenda. Hivi ni kweli Simba wapo kwenye kanuni? Hilo lazima tulielewe. Sawa, Simba wapo kwenye kanuni na walihitaji kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi ya mwisho. Hiyo ni haki kabisa, kanuni yao, na kanuni inaruhusu hilo, hakuna anayelipinga. Lakini kila kanuni tayari ina adhabu yake. Jana hata kama timu ya Simba wangezuiwa mlangoni na bunduki, tayari kulingana na matatizo ya aina hiyo, tayari kuna adhabu yake imeandaliwa. Lakini adhabu hii inatoka wakati gani? Ni baada ya mechi husika kuisha. Yaani ndio maana kuna kamati ya masaa 72. Kamati ya masaa 72 inakaa baada ya mchezo kumalizika na kupitia changamoto zote na kadhia zote zilizotokea ndani ya mchezo husika, kabla ya kuanza mchezo na baada ya mchezo. Hata kama ingetokea ndani ya huo mchezo ungefanyika, ingetokea kuna mtu kapewa kadi nyekundu kinyume cha utaratibu, baada ya masaa kamati ya masaa 72 walikuwa na uwezo wa kukaa na wakaifuta hiyo kadi, kama tulivyoona kwenye mechi zingine. Lakini katika kanuni hii haikatazi timu kuto kufanya mazoezi ya mwisho, kuto kuingia uwanjani.